sana. Bado tunaongojea game jamani. Yes. Sidi mbona sauti imepotea? Game itaanza but itaanza wanaendelea kumark so you can see. Which station are you representing? Cyprian TV. Yes. Sasa ni kama mpira inaanza. Watu wa YouTube wanakuanga wachoyo. Yani hata like ni kama ni pesa. You people you cannot appreciate by liking jamani. Hawawezi. Hata nikiwapigia nduru hawawezi.
Akisija kuona ukaje? Yani. Ngere goreka ikana. Lakini ngira lakini already you have how many people? Si wengi, ni wachache tu. Lakini kama umejiamini in terms of power. Lazima. Ndio shida yako. Ndio anje power ya bila. Naerire. Orang paling ke start ini kali. Mu berana ro Jesu lo kawe. Kisisko. Ya Gorosare na. Ulo kubete iko. Anda kwani. Bela kata ba. Hapana, ni vizuri juu kungekuwa na vita. Unaenda kwa authority, alafu ukiingia live kuna mahali nakwambia uiweke kwenye nini? Uweke horizontal ama vertical. Karibu na wewe. Ni unaenda nini? Nataka uingie Facebook ama? Ndio nataka uingie Facebook live ama ni nataka ni Facebook. Dada ile kwa yao pati watu sinajua sinaona kama Facebook YouTube but I think Facebook nini inaendanga hivi. YouTube sasa ndio inaweza enda hivi. Hii ni YouTube, Facebook. White ni Onitsha. Kwa hujaweka kuna music haiwezi kuwa start. White Onitsha, red ni ya inaitwa Kodero Bara. Kodero Bara.
Sawa. Uko TikTok kama Facebook? Niko Facebook na YouTube. Utanunua kesho ndio tu. YouTube channel msacha Cyprian TV kama wanataka. Although hata mimi ndizi iko Facebook. Nitumie namba sawa ipo. Tumia namba. Depending, enda YouTube search Cyprian TV. Sawa, nakuja. Ndizi naibabega. Serikali inacheza condition. Kwa hiyo wako pale sina kutangaza yangende bekanga kutangaza nini. Sasa ni waweka karibu na ndizi, Kasimu anatangaza ndio awatangazie mkisikia pia. Haya. Nambia range na inu gaiga. Kasimu na kutambua, wacha kwanza ni seti hapa. Mpira utambui mambo. Mimi ni mtu wa vyote. Yaani sina kibaya, sina kizuri. Yote ni kukava. Yes. Fine. Uliondo, wewe very good. Wewe Kisumu Day na ingere kupea attraction nzuri sana. Nimekuwa huko. Jana kama ingecheza jana. Jana kulikuwa na watu. But vita. Ndio wapo. Kwa Mike unisaidie receiver. Kwa Mike unisaidie receiver. Hapo kwa sasa. Wewe final inachezwa hapo. Ndio boss Friday watu wanakuwa wengi. Cause all the best. Okay. Kwa bagi yangu. Kobara. Wewe ndio unatakia. Watu hapa wanasema Lewis, karibu sana. Don't forget to subscribe na mulike. Appreciate by liking guys. So we are almost kuanza sasa, ni kupelekana macho. Ndio kwa tutengeneza. Washa. Chukua za. Kasimu. Nipatie Kasimu maki ya kutangaza, atangazie Facebook. Kasimu anatangaza.
Kwa dakika 6 asante sana. Tuangalia timu zote mbili, marefa ni wako tayari kuweza kuchezesha mechi ya leo. Nakwambia ni mechi kali, mechi tamu ndani ya uga huu, uga tajika, uga wa Ngosi. Kwa mbali tu namana mwalimu wa shule ya Dodena Boss wetu bwana Simon Ugaga bali vile anafanya ni FKF International Soka nchini Kenya. Asante sana mashabiki na hongera hapa, na nikumbusha sana mitandao mbalimbali polisi TV kuweza kuletea matangazo ya moja kwa moja. Mechi kali, mechi aula, mechi tamu kila zaidi. Jana tunaweza kushuhudia mechi Zanzibar, vijana wa timu wanajana wake pale sasa kuzungumzia mechi Uingereza kuweza kufuzu kwenye finali ambayo itachezwa siku ya Jumapili ya Hispania. Ili kama hapa tuko ndani ya mechi za shule za sekondari, kila basi ni hatua ya mkoa wa Nyanza region na familia. Tuko district, tuko Ange kuweza kuletea matangazo kutumia lugha ashirafu, kuzungumzia lugha aula, lugha kadimu, lugha teule, lugha ashirafu, lugha fasaha ya Kiswahili. Asante sana. Nikianza na kozi za timu ya Onitsha ni Tumani ya Victor hapa tukaikuwa Zakia Manuel Gayo, Steven Onyango, Son Michael, Alan Gilbert, Dan Ochieng, Enoch Ongera, Jeff Albert, Karilas Otero na Eliud Moracha. Chani kikosi cha timu ya Onitsha. Wale wa timu ya Kodero Bara Tumani Kokosi hata ukifanya siwezi kusikia wewe nyaraka Kiambo Istanto za Kiambo Afrika tena John Kodia Francis Juma Nicola Kori Henry Oma Felix Costas Anton Rota Yalamba Madoto ya Bara. Asante sana. Soka
to 98, 76, 85, 84, 81. Karibu na hapa uwanja huu wa Kisii, maonyesho ya kilimo yanaendelea ambayo Kisii Gacha Show inaendelea hivi nishika nzima. Mji wa Kisii tayari kwanza Francis Achoma pale kichwa bado piga hatari anakuja pale kwa Panero hatari kuzaza hatari bado hatari piga tena pasi
taratibu. Sasa katika moja hapa anakuja kwa leo. Bara. Mchezaji huyo anacheza hapa kijana Wito Brand. Anawaika na Kodero Bara. Kijana Makori. Makori. Anapiga potea pote beki huyo. Sifanyo. Kazi na toka nje. Watakuja kurudisha. Kijana Temo. Anakozi tena toka. Basisi wa soka. Soka watu wanaokoka. Sikiliza Kabrosha. Pale kisasa piga kichwa la gari wanakataba na Katari Karazafani wanaojaji wa Korea pia na taasisi ya tofauti inayosabira na kwani kuna kitu na kufanya vijana kibia Onitsha kucheza kibela inaweza kupunguza nafasi moja kwa moja kwa ndani asante sana kwa kwanza ya timu ya Onitsha Osman ila pale kile amna mtu kumanisha utafanya mpira kucheza upya studio taratibu anaita katika kiwanja cha refa anasema hivi anaweka kwenye maya yake Victor huyo. Anamwacha Emmanuel. Emmanuel analeta pasi refu pale pembezoni kulia. Amna mtu anakimbilia pale beki huyo. Wazibia Kodero bwana kijana huyo Betafeli Coaching. Piga pembezoni kwa msamaji mwite ni Job Tellings. Lakini refa anasema utafanya kama dhambi. Wanafaidi vijana wa timu hii ya Onitsha. Asante sana kwa wote ambao mnazidi kutizama moja kwa moja. Tupo pale ndani ya Sipe TV. Vile pale Kilindizi TV, langu jina ni Kasim Mohamed. Haya analeta pale juu kwa juu, piga kichwa lakini Bakari kata wana Kodero bana, piga pembezoni pale Jazi habari kule kwenye gongo za kijana huyo mwite Anthony Ontita Ositanza namna kale ya kidogo kipa hapa mwite Victor anasema ni chakula changu, anasema ni chakula changu hapa. Haya anza taratibu pale
Itabu ndio Victor. Reki pale juu kwa juu, mpira wa Itabu. Mpira wa Itabu. Wale matabibu wanaenda kumpa ganga za mganga ambazo siku zote mwacha mgonjwa matumaini angalau ya kuweza kuendelea na mchezo. Asante sana kwa wote ambao mnazidi kutizama Simba Nasi moja kwa moja. Tupata kwa hapo. Arafa 0. Mashabiki kama kuna watu ambao wanapenda askari ni Wajaluo. Wakiona tu naona kama ni mahali wao wamekuja. Sisede kitu. Asante sana kwa mchezaji kwa chini pale. Mchezaji yuko chini. Upande wa timu ya Kodero Bara anapewa ganga za mganga ambazo siku zote umwasha mgonjwa na matumaini. Zidi kutuma nafasi zenu. Zidi kuziongoza tukiweza kunafasika. Tukiweza kunafasika pale. Asante sana wale wote ambao wanazidi kufuatilia. Amekwisha nyanyuka. Analeta juu. Anacheza wapi? Akata pale beki huyo. Mwite Fred Fachelo. Bado Kodero. Bara anaongoza. Tena pale kwisha tena. Chenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pasi nyingine yote. Na wakati huo Kasim akitambia kwamba kuna ambao wamejenga kibanda pasipofaa, naona kwamba kuna leo askari wengi wa askari ukiangalia jana ile ari na pressure iliyo na hizi mechi wanapiga tu doria kuona kwamba mashabiki wameweza kujichunga katika mechi hizi ambazo hisia kwa nyingi, shule ziko na interest mingi kwa hizi michezo. Nafasi ya Kodero Bara pembezoni kulia, chenga inakubali bado Kodero Bara wanamiliki mpira, alikuwa penyeza lakini wapi, Kodero Bara jezi 13, chenga ya kwanza inakubali, tazama kulia rahisi, lakini jezi 12 wa Uninja alikuwa ameweza kufanyia makosa wachezaji wa timu hii ya Kodero Bara. Walikuwa kwanza wangu lakini offside, ikabidi iwe ni mpira kucheza kwa timu ya Uninja. Wanakwenda kwanza ni Uninja. Nahodha captain fantastic ameongoza shule yake kwa sub county, kwa county J regionals. Pembezoni kushoto nafasi anayo, amesakama kabisa, lakini mlinda lango Karoli anasema chakula changu hiki. Pembezoni kulia Kodero Bara unakuwa mwingi, aliuacha ukafika katika upande ule wa line at the edge, akashindwa kumiliki. Timu ya Uninja inapata rahisi. Beki wa kushoto Uninja rusha mrefu kwa mtandao jezi 9 wapi, Kodero Bara jaribu kutafuta pembezoni kushoto, rejesha katikati, captain anapiga potelea pote. Karoli anasema rahisi hii kwangu, ukiangalia yale mashindano au yale preparation nimekuwa nazo kufika sasa. Uninja upande wa kati wanapoteza, nimekubali pembezoni kulia, jaribu kupenyeza rahisi. Kodero Bara chini alikuwa kesharongeza na AR akasema kwamba offside inakuwa ni afueni kwa timu hii ya Uninja, na inabidi sasa mlinda lango Moi amwachie nahodha kuweza kupiga mpira ule. Piga refu bado, timu zote hazijaweza kutulia katika mechi hii. Kodero Bara bado wanatafuta bola mapema, lakini wapi, pembezoni kushoto umiliki wanao, kipendera kiko chini moja kwa moja, anajaribu chenga inakuwa hafifu, wanaumiliki Kodero Bara, lakini bado ni mpira wa mrusho ambao utabidi Uninja wameweza kuwashinikiza timu hii ya Kodero Bara katika kipindi cha kwanza. Kwa kufikia sasa tunasema kwamba nguvu ni kama ni wastani baina ya timu zote kufikia sasa, lakini timu ya Uninja ya Kodero Bara imeingia katika kisanduku cha Uninja sana. Mpira wa mrusho, beki wa kushoto anarusha refu midhili ya kona, kunani rahisi kwa beki wakati wa Kodero Bara. Bado Uninja wanao, alijaribu kupenyeza kando ya mlinda lango lakini akawa tisi, mpira ulikuwa juu, na hiyo technique si rahisi wakati wote. Nafasi sasa kwa timu ya Uninja, nahodha jaribu kupenyeza kwa pembezoni kulia, inakataa. Kodero Bara sasa anamwona bosa na bila nampa ukosefu wa ukomavu upande ule wa timu ya Kodero Bara kuweza kufanya masiara kama hayo, kwa sababu ilikuwa clear offside ambayo hata bila AR basi bila mnyanyua. Na ilikuwa vijana wa timu ya Kodero Bara kama kujia kibanda mizunga sana, basi na koseli zimekuwa nyingi upande wao.
Ongicha bado anakataa Kodero. Pembezoni pale kijana huyo Joel Collins. Anasema vipi kutafanya play kama anagaragara pale chini mchezaji huyo anatumia Kodero Bara. Sasa ni Kodero Bara. Kodero Bara ni mabingwa wa Migori. Wengi wanahisi kwamba katika michezo hii ni baadhi ya timu ambazo zinatarajiwa kuleta surprise kwa sababu hazijazoewa sana katika michezo hii ya Nyanza. Wengi wanahisi kwamba wanaweza leta surprise, Ongicha pia wengi wanaweza leta surprise. Lakini kufikia sasa kuna surprise ni sare, hivyo tarajia mechi ilikuwa na nguvu ambazo ni sawa. Haya, taratibu pale. Bila shaka kwanza pale wanakataa vijana wa timu ya Ongicha, vijana wale wote neno Onyera. Wanacheza wapi bila basi. Kwa kipa huyo wete Victor anachukua kwa mikono yake ni anasema ni chakula changu. Linda lango ambayo sifa zake zimeweza kwenda nje na ndani ya eneo la Gusii na Gusii, hasa baada ya kuweza kuokoa mikwaju ya penalti upande ule wa Zanos walipokuwa na Cardinal Otunga Mosocho, akaokoa penalti upande ule wa semifinal mechi za sub county, akaokoa penalti upande ule wa semifinals walipokuwa wanacheza na Nyakichenche semifinals za Kisii County. Kwa hivyo nikipa tajika tu sasa upande ule wa mikwaju ya penalti, iwapo timu itafika upande ule wa knockout stages, basi atakuwa kitegemewa sana. Asante sana huyu mwanamke. Wacha leo usikie kwa bila Kodero. Anacheza kibanda kwa ndani ya pasi ya ngeli. Kwa ni offside ile. Benchi la kiufundi la Kodero Bara linafoka. Naam. Mbona kila wakati ni offside, lakini niliwafunza hivyo. Mtu akiwa ataka offside mpatie pasi, kwa hivyo ni jambo ambalo piga pale. Ni jambo ambalo upande ule wa half time tabia na ndio wachezaji wao ngoja kidogo kwanza, nikana kwamba tumekuwa offside trap, nikana kwamba timu hii ya Ongicha wanatumia highline ambayo wakati mwingi imeweza kuwanasa wachezaji wale wa upande wa Kodero Bara, hasa wale wachezaji wa mawinga. Asante sana. Haya, tukali kwa mwisho kwa faida vijana wa timu ya Kodero Bara. Ndio timu ya kote kwa tunatoka nje kwa kote. Kwa bara ya Ongicha. Kumbuka hizi mechi za hatua ya mkoa ya regionals upande wa Nyanza. Mechi za shule za upili zile kutuma rafa penzi za maji. Tuamua tupate kwa wapi na mtokea nani ushindi. Tuko ndani ya Ndizi TV live vile vile pale kwenye mtandao wa Secret TV. Ndio tunaweza kuhakikisha tuko ndani. Kila pale tunasema vipi tuko ni try kama. Naona tabasamu kwa Cyprian, anasema kwamba unauliza kwamba Cyprian pia wewe unapenda bola, anasema kwamba anapenda bola na tabasamu, lazima angehesabiwa. Hapo kwa Tina ball. Hatari pale, kuliza. Hatari. Hatari piga. Who does that? Kodero Bara walipata nafasi ya moja kwa moja, nafasi ya wazi, lakini kana kwamba pressure kusema ukomavu akapiga tu bila kuangalia ya kundi jezi nambari 3 wa timu hii ya Kodero Bara wanapoteza nafasi nzuri ambayo watajutia hasa iwapo timu ya Ongicha wakiona ule jinsi ambavyo wameweza kusukuma kufikia sasa, wakipata one on one chance kama ile, wakiadhibiwa basi Kodero watajilaumu. Anauliza who does that? Haya, taratibu tunaanza Victor huyo. Anawachia beki wake Jazi nambari 2 kwenye Kongo za São Michael. Cheza pale para za kichwa. Ya kuiza kipenga. Kasi nimesema kama ni Bruno Fernandes. Nilikuwa nakumbuka jana ukiniambia kwamba wewe ni mwana England naye Saka, lakini pia atoki nje mchango wake Maino. Mchango wake Luxor pale kwenye bench. Watu wa wiki nje pia wamechangia England kufika finali. Sana mchango. Hawakufika sijui wapi. Sasa basi na Watkins aliweza kufanya mambo yake. Akipiga haya taratibu pale jaribu Victor kulinda lango, piga pasi Nyerezi. Haya hatari anakuja Kodero Bara, hatari kisasa na hatari anakosa pale kwa kuuliza kupiga na simu kwa play kama ndio nafikiri vijana wa timu ya Ongicha. Na wakati huo kuna mchezaji ambaye ako chini, mchezaji wa timu ya Ongicha ni beki wa kati
amesakamwa sana na mchezaji jezi nambari 3 katika timu hii ya Kondero Bara, akasakamwa sakasaka, akakwenda chini rahisi, lakini nikana kwamba ile pressure iliyokuwa pale unaro jeraha, lakini wakati wanapoangaliwa na ganga za mganga ambazo siku zote humpa mgonjwa matumaini, inakuwa nafasi kwa upande wa Ungenja kuleta wachezaji wao nje kuweza kuambia kwamba tumepotea sana kwa mechi, lazima tuweze kurudi kwa concentration katika mechi hii. Asante sana mdarisi mechi hizi. Haya, Tanza pale vijana hawa watimu ya Onitsha. Taratibu kuja kutuliza pale kijana huyo mwite Brian Ochieng. Brian Ochieng na ngozi anapiga pasi, lakini hamna mtu, kwa hiyo anatoka nje. Watakuja kurusha tena timu ya Kondero Bara anajipinda kama upende pale rusha. Taratibu kijana huyo jazi na mali mbili mwite Son Michael anakumbusha mchezaji Son na alichezea timu ya Barcelona. Haya, anza pale taratibu, anacheza wapi hatari, anakuja bado sasa, tisha ya kwanza amekiura anakataa, piga kote la pocha na upatwa mpira bado na Ubran piga pembezoni, ukapiga anaza kichwa, yunda moja mbili tatu, goalkeeper anakuja kuwahi pale, goalkeeper huyo taratibu anakimilia kijana timu ya Kondero Bara, hatari bado kijana mwita Anthony Ruta Yauka Anthony ila pale ambapo hatari pale dakikani na kile nje nadhani kwa mwingi unatoka nje, na wakati huo ukiwa stadium imekuwa ni muda mrefu sana kabla tuone kwamba unaweza kufika hivi. Ni kitambo sana Shabana wakicheza hapa msimu mzima FA Premier League hakuchezea hapa, kuja nyumbani wa stadium, na wakiona kama mechi leo zimerejea hapa, wale mashabiki wa Shabana kando na mechi hizi wanafurahi kwamba it's ni bado. Lakini swali langu ni je, nahisi uwanja huu uko tayari? Ndio swali langu la leo. Nitalijibu baadaye. Haya, taratibu pale. Haya, kijana huyo kutoka piga kwanza, ndio mecha. Anapiga juu kwa juu. Goalkeeper na waya pale makani kwa chakula changu Karoli anasema chakula changu hiko piga refu upande wakati kutafuta Felix. Felix amesakama moja kwa moja kunani? Anapiga kiafrika sana. Yeye anasema kwamba hakuendi kawaida sana kwamba ni expose sana. Nimejipata ndio naanza kabisa na kile kitu ni expose. Kwa hiyo ndio lango wa timu hii ambayo ni Onitsha anaweza kuona iwe kwamba manacha hivi. Nafasi kwa timu ya Onitsha wanapoteza. Kondero Bara pembezoni kulia, chenga ya kwanza inakubali, ya pili inakataa. Onitsha jaribu kupenyeza pembezoni kushoto, anachotwa, itakuwa ni foul, anakwenda chini. Huyo ni Eliud, beki nyuma wa kushoto wa timu hii, anakwenda kupiga sasa jezi nambari 6 upande huu wa Onitsha. Refa na mimi rejesha nyuma, sivyo hata watu wa kidogo kwa mechi kama hii anaweza wapatia advantage. Anamwachia beki hapa nahodha nafasi sasa kwa nahodha jezi nambari 2, mchezaji wa mguu wa kushoto, wamejiweka wengi upande ule wa hapo, anapiga refu lakini inakwenda moja kwa moja hadi kwa mlinda lango Karoli, ambaye anasema kwamba ungeweza kubatiza kwa sababu ulikuwa ni rahisi. Wanaanza sasa ni timu ya Kondero Bara, amesakama vikali ni Felix, amesakama sana Felix. Sasa pembezoni kulia 1v1 anakuwa chini virahisi, bado ana hatua ya pili ya tatu na ine Kondero anabisha piga pale piga post kwa upande wa kushoto, wanahisi ni kana kwamba sideline mlango bado wanapata nafasi ya kujipanga na vizuri wachezaji hawa wa timu ya Onitsha ambao bado safu yao ya ulinzi imelegea kufikia sasa, kwa sababu Kondero wamepenyeza sana. Safu yao ya ulinzi imeswaswa na kuboronga. Wana Onitsha jazi nambari 18 kwenye gongo za
Kisha wanacheza wapi? Kama akifua pale njia piga mwanzo taratibu pale na Bakari. Haya anakuja kukabilia Ngozi. Hawa ni timu ya Kodero Bara. Geresha Jazi na nambari 2 anapiga pale juu kajo hatari usai. Nakwambia kwamba hizi offside kumalizia kwa muda wa leo unapata nafasi mingi. Unapoimalizia offside unaua nafasi ambayo hata ingekuwa ni ya wazi inapotea, lakini nafasi kwa timu ya Kodero Bara safi ya kati, control safi kabisa, pembezoni kulia amesakama moja kwa moja, anapiga refu Ongincha anakosa, unakuwa ni madhambi pale, ambayo inakuwa nafasi ya timu ya Kodero Bara kwanza haraka. Mechi ambayo kufikia sasa imekuwa ya wastani. Kodero amebisha zaidi kuliko Ongincha. Watafanya nini warejea kwa mechi? Inapigwa refu kunani? Nafasi ya wazi. Jezi nambari 3 Eliud. Hapa nafasi nyingi. Anapiga midhini ya Odegaard. Kote ya kote. Asante sana, anapiga midhini ya Ganacho huyo. Lakini Odegaard. Haya. Anza pale kijana mwite Prime anacheza wapi kwake Francis Juma. Hawa ni Kodero Bara. Jazi nambari 6 kijana wa William John Collins anaangusha pale refu na sababu ni play table. Utakuwa ni play table. Asante sana kwa wote ambao mnasaidia kutizama. Haya huyu sasa kachia pasa kataki huyo. Haya kisha piga pasi hatari pale, Geresha kwanza piga kwa kipa kwa na gari hapa kwa kipa kwa anapoka na akisema kwamba hatukuambiwa hivi na kocha, hatukujipanga hivi kutoka wakati wanapata kuna takriban ya 3 timu hii ya Kodero Bara. Isakora anajua kona ya choka yo kote para kupatia kiga kwa kote. Haya taratibu sikachira mwili na kubali Ongincha kila mtu anakuja kwa pale beki huyo mwita Anthony Aruta shirika chini Geresha kwanza ya pili anakuja kupanda sasa vijana wa timu hii ya Ongincha juu kwa juu piga kichwa wanawahi Kodero Bara kucheza kwa chini kwa foul bila kwa foul inakuwa ni foul sasa sana bado zile semanasi timu ya Ongincha ni mara ya kwanza kufika katika mchuano hii na imefanya kweli sasa hivi na wakilisha mkoa wa Nyanza. Haya sikiliza mpira wa ikabu. Mpira wa ikabu utakuwa unawajibika hapa kijana Eno. Sikiliza analeta pale juu kwa juu goalkeeper anatupa ngari, nasema ni chakula changu hapa. Haya juu kwa juu anacheza wapi? Atulia Ngozi. Haya anakuja kwa Kodero Bara taratibu piga vizuri pale pale kisha ya kwanza Danite hatari yake bado kizaza kinachoma anaone nakuta kote jupa pale anakuja tena mchezo wa Kodero Bara piga pia vizuri wanaongozi pale wanakimbilia peke huyo Jazi na Marine anaofuatwa mpira kimbilia wangu lakini alikuwa amekwisha otea hapa. Nafasi ambazo amezipata vijana timu ya Kodero Bara amezipoteza, wenda wakajutia baadaye, wenda wakaweza kujutia. Asante sana. Wakati huo kwamba matangazo haya unayapata moja kwa moja kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, kwa hisani ya Fix Uniforms and Sports Center na kwa hisani ya Nyanza Sports Vibes ambao wamesema kwamba ni vema tu matangazo yaje pembezoni kulia. Ongincha
alikuwa na nafasi bora, lakini refa aliona kulikuwa na masiara pale upande ule wa wachezaji wa timu ya Ong'incha. Inakuwa ni faul ambayo inawapatia afueni wachezaji wa timu ya Kodero Bara kuweza kujipanga na kuweza kuona angalau kutakuwa vipi. Nafikiri kwamba hawa ambao mnawaona hapa hivi Kodero Bara, Ong'incha lazima wacheze na Agoro Sare, lazima wacheze na timu ya Kisumu Day iwapo kuna ndoto yote ile ya kwenda katika semifinali, na kama mmoja wao hawa wawili anafika katika upande ule wa semifinali, lazima amweke nje either Kisumu Day either Agoro Sare. Ndio tunafahamu kwamba kocha wa timu zote mbili Kisumu Day, Agoro Sare wako hapa kuona kwamba wanataka kucheza na timu hizi mechi za jioni utakuwa vipi. Asante sana ya katibu. Geresha kwanza tushalisha pale. Hatari pale. Piga poteza nafasi. Gari hapa nafasi ambazo wanazipata wanazipoteza na uenda wakajutia baadaye. Ingalikuwa mimi ningalifunga ile katika enzi zangu nilipokuwa prime, nisijue sahi ambapo labda nishamaliza enzi yangu ya kuweza kuwa prime katika mambo haya ya michezo. Miaka 20 na hata hajafika 25, yeye amesema wakati wake. Wakati gani huo? Kwa shule za msingi labda. Asante sana. Anakada kwanza pale ni Moi, mlinda lango wa timu hii ya Ong'incha, Captain Amsat Akimbo anapiga refu upande wa kati, jezi ya 14 amezakamwa moja kwa moja na Kodero Bara. Ong'incha bado amelala, Kodero Bara bado hajaamuka. Mechi ya kati, Kodero Bara pasi Nyerezi inakubali, ya pili inakubali, lakini offside kubwa sana. Offside kubwa sana, ni takriban offside ya 7 katika kipindi cha kwanza, kumaanisha kwamba wanacheza vizuri Kodero Bara, lakini kuwa na ule umakinifu wa kupenyeza zile pasi, wale washambuliaji kuweza kutime their run, lazima uweze kutime run niposa beat the offside trap, na ni jambo ambalo limekosa katika upande wa timu hii ya Kodero Bara. Bado nao milisi ni Ong'incha, safu ya kati haijatulia, jaribu penyeza refu pembezoni kulia, kunani hata ufikia anaupata, lakini anagongeshwa, unatoka nje, ni goal kick. Atakuwa akianza ni mlinda lango Karoli, ambaye kufikia sasa kipindi cha kwanza hajapata kazi ambayo tunasema kwamba ni kazi nyingi ambayo ameweza kupatiwa kipindi cha kwanza, kwa sababu kazi imeweza kuwa rahisi. Wangu Kodero Bara upande wa nyuma, jaribu penyeza upande wa kati, kunani wanalala ni timu ya Ong'incha, kunani unakuwa mwingi unawalemea, wanapiga potelea pote. Nahodha jezi namba 2 anasema kwamba heli fedha kuliko lawama katika michezo hii. Kodero Bara wanaanza rahisi kwake Eliud. Kodero Bara jaribu penyeza refu, wamesakamwa na Ong'incha. Kodero Bara bado wanapata, Ong'incha wanakana, Kodero tena watapata tena, bado Ong'incha jaribu penyeza, chenga inakubali, wanao nafasi ya kufungua upande wa pembezoni kushoto, moja kwa moja, jezi 12 dhidi ya jezi 11, anaingia kilegevu, inakuwa rahisi kwa safu ya ulinzi wa timu ya Kodero Bara kuweza kupata mpira ule. Hana support, kunani Kodero Bara wanapata nafasi Murwa Eliud, lakini analemewa kuweza kuigeuza kuwa nafasi Murwa, na kupata nafasi Moi kutoka nje ya kisanduku chake, kurejea tena angalau kutuliza kasi ya mechi hii ambayo kufikia sasa wameweza kuletwa mbioni wana Ong'incha, lakini katika mechi hii statistics hazina umuhimu wote, mabao ndio kila kitu. Pembezoni kushoto unakuwa mwingi, mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Ong'incha Secondary. Ong'incha watakuwa wakiurusha mrefu zaidi, kunani kisadukuni wanazo nambari, rusha refu, wanakana Kodero Bara. Ong'incha tena wanao nafasi ya kujimudu, anajaribu kupeza chini kwa chini, kunani bado wanakana Kodero. Ong'incha wanabisha, Kodero wanakana. Ong'incha pembezoni kulia, chenga ya kwanza inakubali, ya pili inakubali, Kodero wanakana. Ong'incha bado alikuwa apenyeze hiyo nafasi Murwa, lakini wapi, anakuja mzima jezi nambari 6 kuweza kupata mpira ule, akadhani angepata fast ball, lakini wapi, inakuwa ni adhabu kwa faida ya timu ya Kodero Bara. Na wakati huo ako chini ni mchezaji wa timu
ya Kodero Bara, huku mashabiki benchi ya kiufundi ya Kodero Bara wakisi kwamba it was a tough tackle, was it? Akinyanyuka haikuwa hatari sana, asiponyanyuka basi alijilegeza tu, lakini wakati huo mashabiki wa upande wa timu ya Kodero Bara wananyanyuka wote. Mnatuchelewesha kutupatia raha. Ni maswali ya wachezaji wa timu ya Kodero Bara. Kunani Kodero Bara refu pembezoni kushoto, 1v1, kona si kona, kona si kona, si kona. Mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Kodero Bara. Kasim, haya, asante sana. Mpira wa mrusho wanafaili vijana timu ya Kodero Bara. Taratibu para narusha kijana huyo mwite John Collins. Haya, anakuja pale kijana mwite Felix Castas. Wanakuja vijana vya Ongicha, piga lakini bado wanakataa. Piga bigao katikati wa Kidwara. Naleta wangu lakini hamna. Tutakuwa anaanza golikipa. Anapiga juu kwa juu. Kinashinda kudhibiti Ngozi. Anashinda kudhibiti Ngozi. Haya, juu kwa juu. Anageuka. Piga pale chini kwa chini. Taratibu. Jazi na Marinare. Lakini mtu anaangusha chini. Piga pasi. Anatuliza beki huyo mwite Emmanuel Ogado. Emmanuel Ogado. Naleta pasi ya juu kwa juu kumzanga mwite Alan Gilbert. Alan Gilbert na Bakari. Piga na kila mtu. Wanafaidi tena vijana wa timu hii ya Kodero. Wanawai Ongicha. Jazi nambari 3, kijana huyo mwite Emmanuel Ogada. Emmanuel wanakuja Kodero Bara. Cristantos na Bakari, lakini bado piga pasi kataba ndani katari pale, anza chini kwa chini. Haya, hatari, anakuja kwa vomboroka pale kijana huyo mwite Alan Gilbert. Analeta pale Alan Gilbert, alikuwa amekwisha hotea, amekwisha rombeza jenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pasipo na idhini yoyote. Asante sana kwa naozidi kunifuatilia. Wanaozidi kutufuatilia hapa, asante sana. Haya, wanaanza bigao taratibu, anapiga juu kwa juu, kichwa kinaita. Vijana wa timu ya Ongicha pembezoni pale, piga pote na pote, anakuja kuwai na Bakari pia cha kwanza toka nje, watarusha, watakuja kurusha hapa. Vijana wa timu ya Ongicha watakuja kurusha. Asante kwa wote ambao mnazidi kutufuatilia. Sema nasi, unatupata ukiwa wapi? Ni mpira wa mrusho, ni mpira wa mrusho hapa. Mashabiki wamekuja kwa wingi. Haya, rusha pale taratibu, hatari na Bakari kizaza, lakini wanakata badali katari pale. Wataanza tena, tuliza, leta pasi, wangu anaondoka kwa kichwa, atakuja kurusha tena vijana timu ya Ongicha. Anazungumzia mashabiki wengi tu, ukiangalia kuanzia G11 hadi G1 wamejaa kujaa mashabiki. Piga pasi juu kwa juu, kichwa kinaita. Na wakati huo basi center referee anakiweka kipenga chake baina ya mdomo wa juu na mdomo wa chini, anasema dakika 45 za kwanza tosha kwa sasa kutoka uwanja huu wa Gusii. Kodero Bara 0, vijana timu ya Ongicha 0, half time. Kimekuwa ni kipindi cha kufana kwa timu zote mbili, wakiweza kupata kwamba yale ambayo wameweza kujiandalia kwa wakati wote ambao hawajaweza kuwa katika mechi hizi ambazo ni mechi za shule, kuona kwamba yale yote ambao wameweza kujipanga yatakuwa vipi. Wote wamebisha, Kodero Bara wamebisha zaidi kipindi cha kwanza,
Ong'incha wameweza kuzuia zaidi kipindi cha kwanza, kipindi cha pili watasalia hivyo hivyo, au kuna wale ambao wanaweza kujitolea zaidi kuweza kupata mabao ya ushindi katika mechi hii. Wanatoka hatua moja, guu mosi, guu pili, wachezaji wa timu ya Kodero Bara. Upande mwingine Ong'incha washamaliza maombi, wamevalia midhili ya timu ya Uingereza England iliyofika katika fainali ya mechi za Euro. Wanaenda wangu na ni wakati muru ambao mechi za kiufundi za timu zote mbili zitaweza kuona kwamba zitaweza kusaidika vipi, wataweza kubadilisha kipi, ni nguvu zipi mpya wataleta katika kipindi cha pili katika mambo haya ya michezo, niposa waweze kuweza kuwa wanapata majibu. Na haya yote unayapata kwa hisani. Naona cameraman anauliza nini kile kinamwagiwa uwanjani, hatujui ni nini, lakini tumeona kwamba kuna poda kiplani, lakini tunaweza kujua kuna ni Matchcom anauliza anafanya nini katikati ya uwanja, lakini mashabiki wako na anjam zao, na tutaweza kuona ni kipi kitaweza kufanyika baina ya timu hizi mbili kuweza kujua ni kipi kinachoendelea katika mechi hii. Mashabiki wamefika kwa wingi. Jana tuliwaletea mechi ya moja kwa moja kutoka upande ule wa uwanja wa Cardinal Otunga Mosocho. Ilikuwa ni mechi ya pool A, mechi ya pool B kunradhi, Matutu ilikuwa inacheza pamoja na timu ya Sameta. Ni mechi funguzi ya kundi la B. Ni mechi ilikuwa na hisia mseto, kumbuka kwamba ni mechi ambayo ilikuwa ni derby. Ni mechi ambayo ilikuwa ni derby baina ya hizo timu zote mbili. Ni mechi ambayo ilikuwa ni derby, angalau kuweza kujua kwamba nani angepata ushindi. Tukaona Matutu PAG wakipata ushindi wa mabao mawili kwa mechi moja, kwa bao moja dhidi ya vijana wa Sameta Boys. Tutakuwa tukifuatilia kujua tu kutakuwa vipi, lakini hapa ni uga wa timu wa upande huu wa timu hizi mbili kuweza kuona hali itakuwa vipi baina ya timu hizi ambazo zimejitolea kabisa katika mambo haya ya michezo. Na haya tunayapata kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, kwa hisani ya Peak Uniforms and Sports Center, na kwa hisani ya wahisani wetu tu, tusipomsahau Nyanza Sports Vibes ambao wameweza kujituma zaidi kuweza kuhakikisha kwamba mambo haya yameweza kuwa mema, majibu yameweza kuwa shwari katika mambo haya ya michezo hizi ambazo ni michezo za shule ambazo huwa na ari yake maalum baina ya hizo timu kuweza kuona mshindi ni nani. Wapo ndipo unaungana nasi kipindi cha kwanza upande huu wa Gusii Stadium kuweza kuona mechi hizi zitakuwa vipi, ambapo tutakuwa tukiungana tu na Kasim Mohamed muda ambao sio mrefu aweze kutuambia mengi yanayohusu michezo hii. Hizi michezo ambazo ni michezo za shule kwa upande wa timu hizi kuweza kuona mshindi ni nani. Labda majibu haya yako na umuhimu upi kwa ambazo ni za kundi hili la A, kuweza kujua ni kwa muda ambao hautakuwa ni mrefu tu kutoka uga huu wa Gusii Stadium. Labda Kasim, kipindi cha kwanza kimeweza kuisha, sijui ni mambo yapi yale ambayo wanasema kwamba ni outstanding wakati kipindi cha kwanza katika kundi hili ambalo ni kundi la A? Vijana wa timu hii ya Kodero Bara tumeona wameweza kutengeza baadhi ya nafasi ambazo wameshindwa kupoteza, ambapo nafasi nyingi zimekuwa ni zile za offside. Bila kusahau vijana wa timu hii ya Ong'incha, ile finishing yao katika safu ya ushambulizi wameweza kuzuba, wameweza kususua na kuboronga. Iwapo yule kocha wao atazungumza na wao na aweze kuongeza makali katika safu ya ushambulizi na vile aweze kuongeza makali katika safu ya ulinzi, basi huenda vijana timu ya Ong'incha wakaibuka washindi katika mechi ya leo. Fiti kabisa. Kasim Mohamed anatueleza hayo yote kutoka kwa mechi hizi zilikuwa ziweze kuchezwa katika uwanja ule wa Cardinal Otunga Mosocho kama alternative field, Kisii School kama the main field, lakini baada ya hisia mseto mashabiki wengi katika mechi hizi imepelekea Gusii Stadium ambayo wengi wanatarajia labda ingekuja katika mechi za semifinali, finali, lakini ikakuja leo. Unahisi labda mechi kuletwa hapa uko na maana gani leo hii? Kwa sababu unajua pale katika uwanja na usungumzia wa
Cardinal Tunga usalama au kuwepo, lakini hapa katika uga huu ni mahali ambapo mashabiki wachezaji kwa karibu, kwa sababu mashabiki wapo mbali kidogo na wachezaji kulingana na uwanja ule wa Cardinal Tunga. Wale ambao tumeona sana mashabiki wa Shabana angeweza kufanya makosa kwa afisi ya gavana wa Kisii Paul Simba Arati kwamba kiwanja hiki kilichukua muda mrefu kupelekea labda Shabana kuchezea upande ule wa Raila Odinga Homa Bay Stadium, lakini kwa sasa walichukua muda wao kwa sababu makosa ya mwanakandarasi wa awali kutounda drainage system ndio ilipelekea kiwanja hiki kutotumika sana. Unaweza labda serikali ya kaunti ya Kisii kurejea hapa leo hii kuona kwamba kiwanja kiko sawa leo hii, kiwanja kiko level, nyasi tu inazidi kumea katika muda mfupi itakuwa imeweza kuwa. Wangesema ni kuhusu serikali ya kaunti ya Kisii. Wanasema mgala muwe la haki yake umpe. Tunawapa pongezi sana kwa kufanya hima ili kuweza kuhakikisha kwa uwanja huu umekuwa, lakini kitu kingine ni kuwa uwanja huu kuleta hizi mechi hapa alikuwa swala la busara, kwa sababu huu uwanja bado ulikuwa unastahili kama mwezi mmoja ili nyasi iweze kumea. Upande wangu tuambizane ukweli, bado mimi nahisi uwanja huo haukuwa tayari kwa mechi za leo. Anasema kwamba mgala muue haki yake mke. Pia wanasema kwamba heli nusu shari kule ukosa shari yote. Mimi nahisi kwamba kurejea hapa imekuwa ni ya maana, kwa sababu mashabiki ni wengi zaidi ambao wamefika hapa hivi kuweza kuzisupport zile shule ambazo wanazipigia upato katika mechi hii. Awali tuliona mechi ya Agoro Sare Kisumu Day ilikuwa ichezo cha jana upande ule wa Cardinal Tunga Mosocho, haikuwezekana kwa sababu ya mashabiki. Leo hii ukachezwa mapema zaidi, na katika kucheza huko mapema Agoro Sare Kisumu Day, kipindi cha kwanza sare tasa, kipindi cha pili mabao mawili moja katika pande zote mbili. Unahisi kwamba ili mechi za hapa ni za kundi la A kama Agoro Sare na Kisumu Day. Kufikia sasa kundi hili unaliona vipi, mwongozo wa kundi hili? Kundi hili tuambizane ukweli, wanasema ni pool of death. Hapa yule ambaye unamdhania ataweza kutoka unaweza kupata yeye atafuzu, lakini hapa nina uhakika kuwa timu ya Agoro Sare huenda ikafika hadi fainali kutoka kwenye kundi hili. Anasema anafahamu kwamba Agoro atafika fainali. Wa pili ndiye hajui ni nani. Je, ni Kisumu Day? Je, ni Ong'incha? Je, ni shule ya Kodero Bara? Tuambie kupitia upande ule wa SMS. Tutakuwa tukiangalia katika muda usio kwa mrefu kuweza kujua kwamba utakuwa vipi katika mambo haya ya michezo. Mpiga picha kwa sasa namuona pale Ondanya, Cyrus Ondanya 101 anasema kwamba picha hizi anazipiga kwa njia ya murwa kabisa kuweza kuweka historia ya haya makala. Tunaporejea katika upande wa ukumbi wa matangazo, unatarajia kipindi kipi cha pili? Tutakuwa ni kipindi chenye mabao magoli. Tushuhudie kipindi ambacho wachezaji wote watajituma kwa kujua kuwa hichi ndicho kipindi ambacho wanahitaji kupata ushindi kutoka timu ya Kodero Bara na Ong'incha, lakini itakuwa ni mechi ngumu sana, na mechi hii huenda ikatoka sare kipindi ama dakika 90. Asante sana, ni matarajio yake Kasim Mohamed. Tarejea katika ukumbi wa matangazo ndipo tuweze kuona moja mbili kabla ya mechi kuweza kuanza. Endelea kuwa nasi upande huu wa Ndizi TV News Digital, upande ule wa kufuatilia mechi hizi kuona kwamba kipindi cha pili kitakuwa vipi. Tarejea kwako.
cha pili kitakuwa kinarejea wakati wowote kuanzia sasa. Kipindi cha pili kitakuwa kinarejea wakati wowote kuanzia sasa. Kipindi cha pili tunakisubiri kwa hamu na hamumu kiweze kumwananga. Wote kuanzia sasa tunasubiri kipindi cha pili kiweze kumwananga. Kumbuka ni timu ya Onitsha ikicheza dhidi ya Kodero Bara. Mambo mazuri haya, tuweze kuona nani ndiye zaidi ya nani katika michuano hii ya shule za sekondari ndani ya mkoa wa Nyanza. Ndani ya mkoa wa Nyanza. Kumbuka hadi kwa kipindi cha kwanza mambo yamekuwa ni 0-0. Tutarajie kipindi cha pili, kipindi chenye magoli, kipindi chenye mambo mazuri. Tutakuwa tunafanya badiliko, anajiandaa kufanya badiliko. Wanajiandaa kufanya badiliko na kipindi cha pili kina mananga. Timu ya Kodero Bara kiribatiza pale, anakuja kutuliza kijana huyo mwite Brad Ochieng. Brad Ochieng cheza kwa Jeff Albert geresha Jeff Adamgozi anapiga pasi nyerezi pale kwa kile mwite hoja Brad Ochieng. Anapiga kwanza pili, lakini wanakataba beki hawa wa timu ya Kodero Bara wanao tena pembezoni pale kushoto. Anatuliza kwenye kiungo chake cha mguu, jazi nambari 10 kwenye gongozi huyo mwite Ruta huyo Anthony analeta wangu, lakini goalkeeper huyo mwite Victor Moy ama Victor Moy anakataa, anasema hamna. Anasema hamna hapa. Anza taratibu, kichwa kinaita pale para za tena. Vijana wa timu ya Onitsha, mtu anakwenda chini tena, ananyanyuka geresha pale ya chini ya kwanza pale, piga pasi inakubali, leta taratibu, lakini goalkeeper kuja wangu mwite Karoli anasema ni chakula changu hapa Karoli. Haya, pembezoni, piga pale, jazi nambari 6. Refa anasema utakuwa ni mpira wa ikabu. Langu jina ni Kasim Mohamed, kasisi ya soka nazidi kubiri soka watu wanaokoka. Anatoka jazi nambari 12 kijana Karira Zotieno, anaingia jazi nambari 5 kijana mwite Glenn Washington. Anaingia Glenn Washington huyo. Vile upande wa timu ya Kodero Bara wanazidi kuandaa shambulizi ile, atakuwa ni kijana huyu mwite Glenn Washington. Tutajiuliza kama huyu ni Mwingereza. Kijana huyu mwite Glenn Washington. Sikiliza mpira mrusho. Haya, anapiga hatua chache, anajipinda Rosha, goalkeeper anawai toka nje, kona. Wanafaidi kona hapa vijana wa timu hii inaizungumzia ya Kodero Bara. Mechi hizi za mkoa wa Nyanza ndo zinaanza hapa. Jana tumeshuhudia baadhi ya mechi. Asubuhi ya leo tukaona Kisumu dhidi ya Goro Sare wakaweza kuachana sare ya kufungana bao 1-1.
Jana tuliweza kwa vijana wa timu ya Sameto kipoteza mikononi mwa Matutu 2-1. Leo sasa tuone kati ya Onyicha na Kodero Bara nani ndio mkali wao. Wale matabibu nakuja kumhudumia yule mchezaji ambaye yuko chini. Anapozidi kuhudumiwa aliye chini mchezaji wa timu ya Onyicha Secondary, na kwa nafasi murwa ya timu hii ambayo ni ya Kodero Bara kuweza kufanya mabadiliko matatu katika kipindi hiki cha pili. Mabadiliko matatu ambayo kimsingi unapokuwa kocha ukiona kwamba mabadiliko matatu yameweza kupigwa, ni kumaanisha kwamba kocha hajaweza kuwaamini kipindi cha kwanza wachezaji hao watatu ambao waliweza kuanza michezo au wacheza kucheza mechi ya kuridhisha kulingana na ile mipango ambayo ni ya kocha. Unaweza kuwa mchezaji mwema lakini usicheze kulingana na kanuni zile za kocha, akaisi alete mabadiliko. Kodero Bara kona wanayo takriban ya kwanza kipindi cha pili, wamejaa kwenye mstatili. Kunani anapiga refu Mafiongo, potelea pote, inakuwa ni afueni kwa timu ya Onyicha Secondary, lakini Kodero Bara ni kwa mtazamo wangu haufai kuwa kona teka iwapo hizo ndizo tajriba ambazo uko nazo, lakini kama ni makosa tu ya kwa sasa pekee, natumai kwamba ataweza kurejea vyema katika wakati mwingine. Nahodha anapiga refu pembezoni kulia, moja kwa moja wana wachezaji wa timu hii ya Koses Kodero Bara wanakaa na Onyicha, unakuwa mwingi unatoka mpira wa mwisho kwa faida ya timu ya Kodero Bara. Atakwenda kurusha kijana mdogo nambari 16 beki wa kushoto kwa faida ya timu hii. Anakwenda kwanza timu hii, lakini anakwenda chini, ilikuwa ni high boot na refa akasema kwamba hakuna hata cha advantage kwa sababu ni high boot, aweze kuangaliwa. Ni nahodha jezi nambari 2 kwa timu hii ya Onyicha, na itaweza kuwa ni jambo la kuweza kuuma vichwa tu benchi la kiufundi la timu hii ya Onyicha iwapo nahodha wao ataweza kutoka nje au jeraha linaweza kuwa lile ambalo ni la kumuumiza zaidi, lakini ni maombi tu ya benchi lile kwamba itakuwa vema. Lakini kuliona jinsi ambavyo anavyochechemea, mambo si mazuri kwa upande ule wa timu hii ya Onyicha, hasa unapoona kwamba beki wako wakati ameweza kupata hivyo. Watacheza wakiwa 10 kwa muda. Onyicha piga refu upande wakati wanakana Kodero Bara. Onyicha bado umilisi wanao, wanapoteza. Kodero Bara pembezoni kushoto, anakosa bado umilisi mwema wa mpira, anapenyeza pembezoni kulia, jezi nambari 4 kasi inamsaliti jezi nambari 4 Onyicha Secondary. Ilikuwa nafasi mure kupenyeza pembezoni kulia, angalau kuleta cross upande wa ndani, lakini kasi ikamsaliti, inakuwa trouble. Mstatilini wachezaji watatu wa Onyicha nje, mmoja anafisia nafasi iwapo itapatikana. Nashangaa leo hii ball boys wako wapi? Wachezaji naona tu ni wao pekee ndio wanatafutia mipira, lakini yote tisa lazima ngoma ichezwe. Mstatilini 4 dhidi ya 7, anarusha refu, wanakana Kodero Bara. Onyicha bado si mzuri kwa umilisi wa mpira mchezaji huyu wa Onyicha, nafasi amezipata lakini anakosa ule ukomavu, concentration kwa mechi. Anatoka nje, goal kick ambayo itakuwa ikianzwa na mlinda lango wa timu ya Kodero Bara, ambao kufikia sasa walianza short balls kwa sababu wale wachezaji wa Onyicha wote wamerejea nyuma wote. Kwa hivyo wanapoanza mipira mifupi inakuwa ni afueni kwao kuweza kubuild up. Leo watapiga refu. Kodero Bara wanakana Onyicha pembezoni kulia, moja kwa moja 1v1. Umilisi nao, mpira unamsaliti Onyicha. Kodero Bara anakwenda chini virahisi, makosa yalikuwa pale, inakuwa ni foul kwa faida ya timu ya Onyicha. Upande wa Kodero Bara anauliza kunani, mbona inawezekana hivi? Lakini afueni nahodha jezi nambari 2 atarejea ugani, jambo litakuwa ni la afueni kwa timu ya Onyicha. Waweza kuona nahodha ameweza kurejea kimchezoni. Iwapo ndipo unaungana nasi, runinga ni ya Ndizi TV, upande wa matangazo kasisi wa soka Kasim Mohamed, nahodha wa michezo Captain 001
kufuatilia haya yote ya michezo. Atakwenda kwanza beki wa kati Ong'incha, pembezoni kushoto inakubali, amesakamwa beki wa kati, ni mpira kutoka nje na kuwa goal kick kwa faida ya timu ya Kodero Bara ambao kufikia sasa hawajawa sawa. Nimeona benchi za kiufundi za Agoro Sare, Kisumu Day wako tu hapa hivi kuweza kuona, je, huyo ambaye atacheza naye anacheza vipi, kwa sababu ni wageni wote hawajaweza kuwaona. Na hizi ni michezo za upande wa Nyanza. Wale ambao wanafuatilia Nyanza, kaunti ni 6. Tunayo kaunti ya Kisii, kaunti ya Nyamira ambazo ni eneo la Busia. Tunayo timu upande wa Migori, Homa Bay, Kodero Bara. Chenge ya kwanza Afifu anaumilisi rais na hoda, ndio maana anaaminiwa katika timu hii. Wanajaribu kupenyeza Ong'incha, wanakana Kodero Bara. Ong'incha fuliza vizuri, nafasi ya wazi, moja kwa moja Ong'incha wanapoteza mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji, ilikuwa ni nafasi ya moja kwa moja, wanaita 1v1. Akapata nafasi moja kwa moja na mlinda lango, akajikokota upande ule wa dribbling. Ni nafasi ambayo jutia iwapo watapata nyingine ya kuweza kujikwamua au kujiridimu. Wanaposema upande ule wa Safaricom lazima ujiridimu. Anakwenda chini rais Kodero Bara, foul kwa faida ya timu ya Kodero Bara, ambazo huwa ni nafasi murwa. Ukipata foul nafasi kama zile, ukipata delivery yule ambaye anapakua chakula hicho, basi inaweza kuwa nafasi murwa ya kuweza kuiweka mbele Kodero Bara. Gusii Stadium imejaa pomoni, imejaa ikatapika, na hii sio fainali. Hii ni mechi tu ya kwanza ya ufunguzi, na wakati huo huo tunaona anaonyeshwa kadi ya manjano beki wa timu hii ya Ong'incha, jezi nambari 4. Wanajipanga kupiga set piece 17, na oda timu ya Kodero Bara atahesabu hatua center referee. Wakijipanga wanajiuliza tuweke wapi, ni upande wa kati, ni upande wa kulia? Tusubiri. Anapiga refu, wamelisi nao Ong'incha, counter attack. Ong'incha secondary inapenya vizuri kabisa, inakubali, miguu inamsaliti, dribbling inamsaliti mshambuliaji anayetegemewa katika timu hii ya Ong'incha. Ong'incha bado wanao mpira, wanajikanganya wenyewe. Mpenzi mtazamaji, unakuwa ni mpira wa mrusho kuelekezwa upande wa Ong'incha. Ni mechi ambayo imekuwa na hisia zake mseto, wengi wakijiuliza Ong'incha wanacheza vipi, wakijiuliza Kodero Bara wanacheza vipi. Ni hivi tunapokuonyesha, hivi ndivyo wanacheza wachezaji hao. Itakuwa rahisi kwake Moi kuichukua mpira ule, nafasi moja ya kuweza kutuliza pressure katika mechi hii. Wale wanafunzi ambao ulizwa kwamba wakati kama huu, does the pressure increase or decrease? Kasim, mlifunzwa vipi? Chris. Haya, taratibu wanakuja pale vijana wa Ong'incha.
Piga pale labda kadi. Kosa kupiga chenga nzuri. Tereza chini kwa chini. Vijana timu ya Ongicha. Mtu anakwenda chini, refa anapuliza kipenga hapa. Anapuliza kipenga center referee. Ni huenda wakaandaa badiliko kwa chini. Vijana timu ya Ongicha. Mtu anakwenda chini, refa anapuliza kipenga hapa. Anapuliza kipenga center referee. Ni huenda wakaandaa badiliko. Kadi itakuwa ni kadi manjano. Ameonyeshwa kadi manjano. Kwa sababu alikuwa amevalia sare za kucheza akiwa nje. Unaleta confusion ile. Asante sana. Zidi kuwa nami moja kwa moja. Nikiweza kunafasika nitakuwa nazisoma rafa zenu. Nitakuwa nazisoma rafa zenu. Na utambie unapata matangazo haya ukiwa upande upe. Asante sana. Anaitwa Aizo Hatari na Brakari. Natoka nje. Anasema anaitwa Aizo Isaac. Anasema watching live from Mombasa Mtongwe ndani ya Ndeze TV. Sira Dominic anasema good work. Watching live kwa Ruage Tare County. Ni Senator Msupu. Game ya Kisumu Day ilisha sare 1-1. Anaitwa Espa Mogera anasema tuko pamoja. Asante sana. Alex Chasuba, maoni yako yameweza kufika, ataweza kushughulikiwa. Isaac Bosire Dominic, wote ambao mnatufuata, tuambie unashabikia timu ipi katika michezo hizi za shule? Kwa nini umeridhika walivyoanza michezo? Watakuwa wanapanga badiliko ni Ongicha. Ongicha upande wa kati, Kodero wanakana. Ongicha wanakana pia, Kodero safu ya kati, penyeza pembezoni kulia, itafika. Ataufikia je? La hasha. Ongicha pembezoni kulia, piga refu wanakana, Kodero bara. Ongicha potelea pote, anaupiga mpira potelea pote, lakini bado uko ugani. Inaitwa fast build up. Wanasakamana moja kwa moja, mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Kodero bara. Wakati huo nafasi kwa jezi nambari 8 kuingia upande ule wa Ongicha, na kwa sababu ya kuchunga tu wakati anamwambia jezi 14 tokea upande ulipo, ndipo sasa tuweze kuokoa muda katika mchezo huu. Huyu hapo unaungana nasi sare tasa kipindi cha pili, takriban dakika 19 tuweze kufika tamati ya mechi hii ambayo ni mechi ya kwanza kwa timu hizi, mechi ya pili katika kundi la A, kuweza kuona kutoka kundi hili ambalo liko na Ongicha, Kodero bara, Kisumu Day, Agoro sare. Wagani wale watakuwa bora wawili kwenda upande ule wa semifinali. Kodero bara sasa penyeza pembezoni kushoto, watajikangana, ndio anakwenda chini rahisi, anakuwa ni mpira ule wa foul ambayo inakuwa ni afueni kwa timu ya Ongicha Secondary. Tusiwasahau wahisani wetu Nyanza Sports Vibes, wamejitolea sana wakafadhili michezo ya Kisii County, michezo ya Nyamira, michezo hii ya regional, wamekuwa kaunti mbalimbali kusema kwamba tu matangazo kama haya captain, wacha wafikie watu. Pia tusimsahau Peak Sports Uniform Center, wako pale upande wa Kisii Bosoko katikati, pia wanaunda uniform safi kama hizi, wanauza kwa bei nafuu. Kwa mambo haya ya michezo kwenye mambo yameweza kuwa vizuri kabisa katika michezo hii. Upande wa Western Region tunangoja regionals. Upande wa Trans Nzoia tulimwona St Joseph's akimpiga mwana Solidarity Boys kona. Ongicha Boys potelea pote, wana nafasi baada ya kuirejesha back to sender, wataweza tuone. Anapiga refu potelea pote. Ingalikuwa ni rugby tungesema alikuwa ni na idea, lakini hiyo sio rugby, ni potelea pote. Na muona pale afande askari anasema kwamba acha nilete mpira huu nipate nafasi ya kusalimia huyu mlinda lango Moi wa timu hii ya Ongicha Secondary. Wamejituma wote
kupitia upande wa kati, itakuwa ni long ball. Na mwana Stanley Ondieki, camera person Dizi TV, ako tisti upande wa pembezoni kushoto, wakisha kama umepata Peter Mufti. Upande mwingine Victor Sultan Obangi, nafasi kwa Ongincha. Ya kwanza inapita, ya pili anatolewa kwa target. Ongincha bado anasuasua na mpira, bado anapenyeza. Kunani Ongincha, chenga ya kwanza inakubali, lakini kwamba maandishi unayoyapata katika runinga yako, katika simu yako, katika kipakatalishi chako, yote ni Faisal ya Kikonga, na maana kwamba unapata picha hizi zote. Simsahau pia Cyprian ndio anachukua sana msichana wa gavana, si kama amemaliza za gavana ama kwa zimebaki, basi tunakwambia msichana wa gavana. Haya, tunatuma pale, wanakuja piga hatari sekunde za kuhesabu pale, walikuwa wanafunga kazi hapo ndio kila Kagera bara, lakini baada ya wanakuwa bado Kagera bara wanakuwa bado. Walijiuliza ni kwamba ni nafasi ipi hii ambayo Kagera bara watajidi kuweza kufunga bao. Walijikanya ni mabeki wa timu ya Ongincha. Mlango akakuwa akesha achwa, alikuwa tu apige bora, anaweka upande ule wa lango ndio alikuwa bao. Akasema kwamba apige nje potelea kote, watajilaumu mara ngapi hawa Kagera bara, lakini mama analeta timu ambazo labda zijapata komavu. Nafasi nyingine kesha rombeza Kagera bara, wakipata nafasi kubwa wamerombeza, kama wajerombeza wametupa. Ni moja ambayo si njema sana kwa hawa SS mabingwa kwa upande wa Migori. Migare Ongincha wako wengi upande wa kati, safu ya kati afifu Kagera bara penyeza pia, lakini Moi anasema kwamba mimi nayo tamsisumbue mpira wangu huu. Moi ni lango wa timu ya Ongincha. Mashabiki ndio mnatoka upande kupi ule. Naambia mechi ya pili kwa wanaletea leo alasiri itakuwa hivi. Lakini tumaliza hii kwanza. Captain Fantastic anautuliza. Kuna mawinga wa timu hii. Ongincha Secondary wanapata advantage, wanakosa kuitumia vizuri. Piga potelea kote na vijana wa Kagera bara na mechi la kiufundi timu hii ya Ongincha. Wamesi kwamba mchezaji wetu wakandamizwa, lakini nilikuwa naambia kwamba tuliopea advantage, mlifikia nini ikakuwa disadvantage kwao. Ongincha safu ya kati wanaopata mpira ule watakana Kagera bara, jaribu kujenga upande wa kushoto, inakuwa hafifu. Nani Bilisi anao tajriba, anayo 1v1, bado anajituma, bado jezi 12 katika timu hii ya Kagera bara. Unamzoea kasi yake inamsaliti huyo, na mafika beki wa kushoto anamtoa katika timing ya mechi hii. Kagera bara wanapoteza, Ongincha wanapoteza pia. Sasa kutulia wote katika mechi hii, ni mechi ya piga nipige, tupa nitupe. Weisman naona makosa, sijaona makosa. Kila mrusho faida ya timu ya Kagera bara. Mashabiki ni wengi upande wa G4. Salamu kutoka upande wa Ongincha Secondary, wanafunzi, mashabiki wamefika solidarity na wachezaji wao. G5 imetulia, G6 imetulia, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zote zimejaa mashabiki waliofika hapa. Refu kunani wanakana Kagera bara bado wanao mpira ule, toka polepole aste. Sasa mlivyoniambia sare, sasa nimeanza kuiona. Sasa ulioniambia nimeiona. Ni mechi ngumu tangia kipindi cha kwanza na sasa nimesema sana.
Hatari pale. Goalkeeper. Anakani bado. Hatari. Goalkeeper. Anakani hapa. Kijana Victor Boy. Victor Boy huyo. Mashuti mawele. Anaokoa. Anawanusuru vijana wa timu hii ya Onitsha. Namna gani hapa? Ilikuwa ni nafasi bora kabisa 1v1. Bendera ikabaki chini. Mwanadamu akajitokeza akafanya mitili ya Martinez alipofanyia Kolo Muani. Akazuia Onitsha bado wanapata nini? Huyu goalkeeper amepata anasema ni changu ni changu. Mashabiki waamini wanatazama. Kosi kwa jina la Kodero baada nafasi hizi sisi wanazoziuza. Machozi kwa benchi la kiufundi la Kodero Bara. Afueni na maombi kwa upande wa timu ya Onitsha. Onitsha walikuwa sadaka nono katika kanisa. Lakini kuleta majibu kwao. Goalkeeper huyu. Haya tatibu. Elizamu ya Onitsha. Anajua. Geuka pale tatu kujaza pale sita. Katika toka Ketwana. Warakata. Mkali hapa anazidiwa na Onitsha. Analeta pasi nzuri. Na gari kwenda pote toka nje. Mechi hii iwapo timu ya Onitsha watapoteza Na rahisi kama watakuwa wamemsaliti linda lango wao. kabisa. Amewaweka kwa mechi mara si moja, mara si mbili, mara si tatu, mara nyingi, lakini upande wa ushambuliaji umewaleta chini. Kunani leta refu wanakana, Onitsha wanakana, Kodero Bara wanabisha, wanapiga mrefu ni wachezaji Kusi wa Stadium. Onitsha. Pembezoni kushoto kunani anazidiwa. Kodero Bara bado wanajaribu kutafuta nafasi, hawajaipata. Onitsha wanaumiliki wa mpira, mchezo wa kati, penyeza vizuri kulia. Mabeki ni wengi, wanajikanganya la hasha. Pembezoni kulia sasa Kodero Bara Evitaj, timu ya Onitsha inanusurika na kupata nafasi bora ya kuweza kujipanga katika mechi hii, lakini asilimia safi ya ulinzi ya Onitsha haijanufaisha kabisa katika mechi hii. Kizaro kweli kama sio mlinda lango ambaye ameweza kuwanusuru sio mara moja, mara kadhaa. Kwa sasa hivi mambo yamekuwa mengine yanajutia sana. Lakini kwa vyote vile mimi mwashi wangu unabaki haki tu pale pale, uende katoka sare tasa sare ya kufunga hatari. Firimbi ilikuwa ishalia, anamwambia mimi sikusikia firimbi, akaambia firimbi ilikuwa ishalia, firimbi kishalia kwa kupiga mpira, anapiga manjano kwa maana kwamba akiachwa yeye angefunga siku na Kodero Bara.
tubadilishe. Rahisi kuna bao moja kasi. Rahisi kuna moja atakayefunga timu JSU ni gani? Kama itakuwa basi tutakuwa na bao. Kwa sababu Kodero Baru simepata. Bila faulu. Sikiliza. Analeta pale Dukanyo. Hatari! Mura kabisa alipata jezi nambari 5 kwa ushambuliaji wa timu ya Onyencha. Akakosa kumakinika akaipoteza. Onyencha wanaomiliki wa mpira wanapoteza. Ile pale Kalukio. Inakuwa ni goal kick. Onyencha dhidi ya Kodero Bara bado ni 0-0. Ambaye ameja lango na mwenzie mambo bado ni pale pale tu. Amepata nafasi wakati tumia vibaya. Maoni yangu ingalikuwa nafikiri katika mechi hii Naam, atafute tu hata sare kwa Agoro sare ama timu ya Kisumu Day. naam. Angekuwa na matumaini kidogo ya kuweza kufika katika upande wa semi-finali. Ayasikiliza. Piga pale za kichwa. Taratibu. Anageuka. Haya wanakuja vijana timu ya Onyencha. Ya pasi Derezi lakini bado anachiaziwa. Anaweza kuchiaziwa pale. Asante sana. Uingereza atakuwa bei tani ndogo. Haya Busha. Pinga tatata pia kuchiaziwa pale vijana wa timu hii ya Onyencha. Na ukatoa mpira utakuja kurusha. Mpira huo uko mbali kuweza kukamilika. Uko mbali sana. Weza kutabatika hapa. Napata nafasi ya kuchukua pasi na kuweza kuangalia jumbe upande wa mitandaoni. Victor Mikuli anasema I am watching live from Dandari. Dominic watching live from Kigembo kupanda polisi Kalasai. Elias Kiloso anafuatilia kutoka upande wa Chamachi. Kutoka Dominic anauliza waletee mechi ya Sunday High School. Kuangalia jioni mechi ya kundi la ba kuletea mechi zipi? Aidha mechi ya Sameta, aidha mechi ya Matutu kusubiri. Dakika ambazo zinaongezwa dakika 3. Dakika 3 zinaongezwa. Kwa Ongeri anasema moto sana. Mdogo anasema Sameta anafuatilia. Asante sana. Haya taratibu. Raso kama dakika 2 za mchezo hapa. Vijana timu ya Onyencha pamoja na Kodero. Kuweza kutofautisha mambo hapa. Taratibu. Mpira wa Kabu. Mpira wa Kabu hapa wanafaidi vijana wa timu ya Kodero Bara. Kwa tuko ndani ya Lizo TV. Bila Secret TV. Tuko pale na wadhamini Nyanza Sports Vibe. Hatari nje. Safari goal kick hapa. Kwa ni hatari benja. Ile kaunti ya simu. Goal kick. Jana timu ya Onyencha. Asante sana. Wapenzi wa spoti, sare hapa haitakuwa majibu mema kwa timu zote mbili kwa na matumaini yoyote katika kipindi hiki. Wanao mpira wa Sandi Onyencha, pembezoni kulia jezi 8 Igarefu amesakamwa, wanakana Kodero Bara. Pembezoni kulia jezi 13 Kodero Bara anageuka tisti, lakini ushakuwa mengi ushatoka, mpira wa mwisho kuelekea upande wa Kodero Bara.
Kumbuka ni mechi ya kwanza kuchezewa katika uga wa Gusii Stadium tangu mabadiliko yaanze kufanywa katika kiwanja hiki, na ni kwa sababu kule msukumo wa mashabiki walio hapa. Mashabiki walio hapa ukiwapa Emirates utajaza. Ong'incha anapoteza. Ilikuwa nafasi Muro, alikuwa na idea ya cutback lakini haikufika, ikawa hafifu. Ong'incha bado anakosa. Ong'incha na mpira pembezoni, alikuwa tukisharombeza kana mwachia ndege jezi 17. Anajikaza beki wa kati Kodero Bara. Nani amesakama artisti na wachezaji wawili wa timu ya Ong'incha. Wamesakama sana, hapo anasema hapana, madhambi. Mpira wa ikabu kwa faida ya timu ya Kodero Bara waliovalia nyekundu juu, samawati chini katika mechi hii. Raisi kwake Moi, mlinda lango ambaye ameonyesha tajriba yake katika michezo hii. Moi anapiga refu upande wa kati, wanao nambari wengi wa Ong'incha. Ong'incha bado na mpira pembezoni kushoto, penyeza, wanakana beki wa kati. Ong'incha bado wanajikaza, wanao matumaini, yote yajaa bado kwa timu ya Ong'incha. Mlinda lango, chakula changu hiki. Haya, zimesalia sekunde mchezo uweze kutamatika. Piga pale kichwa taratibu, anacheza wapi? Pigajo pajo, piga mparazo, piga kwa kocha wa Ong'incha Jazi na Barita. Haya, shambulizi la kufezia tunataka kile anaziaziwa hapa. Kisha ya kwanza ya pili batiza. Tukimaliza guys, let's like kufika hata 30 likes tafadhali. Let's like. Geresha haya na kudato wili chenga. Wapatia mashabiki tabasamu. Ndio kushoto ule kama hizi, hakuna kupembeleza mpira, hakuna kupaka pafuka. Kodero Bara ni timu ambayo ni nzuri, timu ambayo ni ngumu sana. Hiyo itakuwa alama moja, itakuwa faida sana vijana wa timu ya Ong'incha. Ndivyo ulivyosema, ile ambao wamenusurika wakaizi kwamba inaweza katika mchezoni. Pembezoni kushoto Ong'incha wamesakama, Kodero Bara wamesakama. Nani jaribu kuchenga nafasi penyezi. Ong'incha jezi nambari 8 anakwenda kumalizana mpira wa mrusho. Ni nafasi ya mwisho wa Ong'incha katika mechi ya leo, adhuhuri ya leo, kuona kana kwamba kama wanafaa kupata bao, nafasi ni hii. Kama wanafaa kupata sare, nafasi ni hii. Sasa kwa kurusha taratibu anazapitwa kwa nje, goal kick. Anafanya kazi ya awali. Sisi tunaangalia sasa yake msoloni. Sasa yake msoloni pale. Anapiga juu kwa juu. Taratibu vijana kwa Kodera. Kodero Bara Ong'incha ina pale pasi kamera kwa waziri wa maarifa, ina pasi taratibu alete gol kipa Bakari hatari tisha ya kwanza na bacha kwanza na Magari hatari pale piga kwa ni captain na mechi, lakini tumbo inaniuma. Ndio niweze kwa
upande wa chini. Kusema dakika 90 kutoka uwanja huu wa Gose. Ongecha 0. Vijana timu ya Kodero Bara 0. Imekuwa ni mechi ya kufana kutoka uwanja huu wa Busi Stadium. Mashabiki walifika, timu zote zilifika, wote wakajituma. Ongincha wakanusurika si mara moja, si mara mbili, si mara tatu, si mara nne. Kodero Bara wakabisha, Ongincha wakakana. Yote 9-7, mechi imefika tamati. Pointi moja kwa Ongincha, pointi moja kwa Kodero Bara. Matumaini ya timu zote mbili sasa ni je, tutacheza vipi na Agoro Sari? Tutacheza vipi na Kisumu Day? Iwapo watahitaji kusonga mbele, lazima washinde mechi moja katika michezo hiyo. Lazima waweze kushinda mechi moja katika michezo hiyo. Kasim, naweza kuacha kucheza ugani, naweza kuongea na makocha na washikadau katika mechi hii, kisha tujipange kwa mechi ya pili ya alasiri ya leo. Next ni Kisumu na next Agoro Sare. So guys, wacha ni toke live, tutaingia game ya Kisumu ikianza, si ndio? So thank you so much. Sote mmekuwa wachoya, mtaki kulike, you don't want to appreciate your girl. Manze na venye nachituma hivi, yani mwezi ni appreciate. Hebu tu like tufika hata 30 likes waki watu wa YouTube. Let's like guys tufike 30 likes.
Good evening and welcome to the Soul.